Ewana murikito Clifford ngeno roboti rwa senchira yobo ikirano tuguskabo sio mwancho murigaria chinga kyo kongsanana kogandata kwane kiwa hegati ya serikali na boige kia makiri kia ODM igoro yoko igwana okukwa begetu esei na nyagosira Raila Odinga no muraibwense William Ruto hase chi point ikomicho ko igwana uko nigobane gati abasai abarabari kia mangana amaya ime ye kiombe ya KCA abagandata na maigerio igoro yoborendi na boigo ogotuka amangana maya ime yomocho Kisumu bono bagandire serikali kone kia bunangu ikiraniere onsi ase oroboti rorirwa nadiko na boigo kogania abana siasa batige gutumeka abasai gokora chibura buru herigo ikirania omorembe nabo mo imensi ya Kenya. Majaina naitwa Mundi Rolex. Ningependa kusema ya kwamba 10 point agenda ni suluhu bora kuitimiza na ningesema kusema vile baba alikuwa anasema kama sio sasa ni sasa hivi, kwa sababu wakitimiza hiyo 10 point agenda Kenya itakuwa na amani, ile amani na kwa pamoja, national cohesion and unity, ili watu wakue within the political class and kwa njia ya kisiasa. The issues of 10 point agenda was very it was very good to bring unity to the people of Kenya, but it has not been implemented, because for now we've seen the rise in extrajudicial killings within Kenyans. The numbers are not even accounted for. We have seen the rise in the cost of living, the rise in unemployment, and 10-point agenda, to me, it was a good move, but it has not been implemented. Kwa sababu vijana wengi kwa sasa hawana kazi, hawana ajira, na wanajaribu all means possible to survive in different cities ama different places ambapo penye wako. Vijana wamesoma, wako na ma-degrees, wako na ma-diplomas, wengine wako na masters, but hawajaajiriwa kwa ile kazi ambayo walifanya. So kuinje wanajaribu all means possible to survive. Wanajaribu pia kukimu familia pale nyumbani. So unaona video mtu anakuja anakuambia acha nikupe hela fulani unifanyie hivi. Kijana anakubali kufanya hivyo. Na si kwa kupenda kwake, lakini kwa sababu ya situation ambayo hakuna pesa, lakini anatafuta pesa. I think ikiendelea hivi itaadhiri ile unity ya kitaifa, kwa sababu the moment mtu anaambiwa aenda afanye, kama ni gun anatumwa mahali afanye, next time hata itakuwa mwanasiasa, yani itakuwa sasa ni kama amepewa tabia fulani, ama yani amekuwa exposed to tabia fulani ambaye hakuwa nayo before, now that amekuwa exposed, atakuwa hata anaenda kufanya hivi, itachangia hata mambo na wezi, kwa sababu atakuwa anasema oh sasa niko na tactics nafanya hivi na hivi na hivi, italeta wizi na mambo mengi. Vijana wengi wanashawishika kuvuruga amani na mikutano mbalimbali ya kisiasa, kwa sababu kikubwa zaidi ni ukosefu wa ajira, na wengine pia kutengwa na jamii na serikali kwa miradi ambayo ni muhimu sana. Wanahisi wametengwa, kwa hiyo kitu ambacho wamesalia nacho ambacho wanaweza faidika ni kujihusisha na kuvuruga na kuleta ghasia nini, rangaito. Kiangalia mara nyingi ndo wanapata kipato na riziki ya kila siku. Kwa hiyo hii itazorotesha usalama wa taifa, kwa sababu ukiangalia vijana wengi wakianza kuvuruga mkutano mmoja baada ya mwingine, watafika mahali wakusanyike na washawishike kuunda vikundi tofauti ambavyo vitakuwa vinatoka sasa kwa mikutano ya kawaida, uingie katika jamii na kuanza kuiba, kufanya uchafu mbalimbali kama uizi nini, alafu unajikuta sasa kile kikundi kinakuwa kinashika chini mizizi na kinakuja kuwa kikundi ambacho kinatishia usalama wa taifa.